يا من قد أسر فأوتى ها قد أقبل شهر الله يا من قد أسر فأوتى ها قد أقبل شهر الله أقبل واطلب فيه الرضا أقبل واطلب فيه الرضا واستلم الفيض الرحمن رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. صدق الله العلي العظيم. Twazungumzia muundo wa familia na wale watu wanaounda familia na milango ya kuundia familia, na tukapata kwamba kuna milango miwili ya kimsingi ndiyo yanayotengeneza familia. Mlango wa kwanza ni ndoa, na nimegusia kwa ufupi sana sifa na msingi utakanao kutumika katika kutaua shariki ambayo utaunda naye familia, sawa kwa upande wa mwanamume au upande wa mwanamke. Mlango wa pili ni zijana au kuzaa, na pia nataka kuzungumzia baadhi ya mambo katika mlango huu, si kila kitu ambao yana msingi. Ukisoma Qur'ani kama aya niloianza ikinukuliwa kwa Nabii Allah Nuh. Nabii Allah Nuh, kama tulivyoelezwa katika wiki ya kwanza katika ulul azmi, yasemekana kipindi peke yake alichofanya da'wa kuwalingania watu wake ni miaka 950 mpaka kuwa gharqa. Baada ya gharqa hatujui aliishi tena miaka mingapi. Ndio baadhi ya riwayat zasema umri aloishi Nabii Allah Nuh karibu miaka 2000 sijui na 400 sijui. Lakini ninapopataka mimi miaka 950 ni karibu generation 10.
ukiishi umri hunu, tukikipa kila kizazi maximum ya umri miaka 70 au 80, ni takriban wewe umeishi na zizazi 10. Na yasemekana kwamba Nabii Allah Nuh alikifanya da'wa na tablighi mpaka kakata tamaa na wale watu, akinena ngoja nisubiri vijana zao. Wakenda wazee, wakia vijana, ni lilo. Bali ukisoma walikuwa hawafi wazee paka wakiwa mkuu vijana, wakiwahusia na wakiwatahadharisha na mtu wanguliwa nani? Nuh. Na wakiwaambia la tadharu waddan wala suwaa, sio wala yaghutha wa yauqa wa nasr. Sateni kabisa hawa masanamu wenu. Sasa Nabii Allah Nuh alingoja kizazi baada ya kizazi, cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, ndipo pale alipofika kunena maneno yale. Alinena kwa experience, si masala yalimshopoka wala si hasira. Alipomwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi la tadhar ala al-ardhi min al-kafirina diyara, sibakishe kabisa, innaka intadharhum yudhillu ibad, ukiwaata hawa wanawapoteza waja wako, wala yalidu, na kila wanachokizaa, wala yalidu illa fajiran kafara. Hini ni msingi nataka muhifadhi. Nenda kwenye hadithi. Kuna hadithi maarufu imepokewa, na hii hadithi imeleta matatizo makubwa sana na baadhi ya mivutano ya kimadhahabi. Hadithi yenyewe yasema kwamba mimba inapotenda matumboni, huanza zile stages za mimba. Qur'ani inazungumza kwanza ni nini? Ni nutfa, kisha ikawa alaqa, kisha ikawa mpaka ikafika 40 ya kwanza, wasema 40 ya pili. Ikifika sasa imekamilika, Mwenyezi Mungu hutuma malaika. Hii hadithi hunena hutuma malaika, wakenda mpaka kwenye matumbo, wakampa ule kijana, wakaenda kumtia ruhu. Sasa kwamba sasa amekuwa kiume. Katika kumtia ruhu kuna mambo huandikiwa. Akaandikiwa umri wake, sijui riziki yake, nini yake, akaendelea mambo mengine yote hayana matatizo. La mwisho ni hili, wa shaqiyun au sa'id, na wakaandika huyu ni mwema au ni muovu. Uko wapi? Kwenye matumbo ya nani? Ya mamake. Hajazaliwa, ashaandikiwa huyu. Kama ni kafiri nani? Ni kafiri. Kama Muislamu, kama mwema ni mwema. Kama ni mnywaji tembo, ashaandikwa. Hayazaliwa. Ndio ule mshairi akaja akasema, ala inna shaqiyya shaqiyul azali. Sio muovu ni ule muovu tangu huko nyuma, kalamu imeweza kuandikwa, na mwema ni mwema, kalamu imeweza kufanya nini? Imeweza kuandikwa. Sasa hii hadithi ikaita mvutano, ule unena hiyo hadithi si sahihi, ule sahihi. Ndio siku zilizopita niliwahi kuambia, ikiwa watu wameshindwa kipindi fulani kuifahamu hadithi, basi fanye haraka kuikubali ama kuikataa. Sasa leo elimu imekuja, si leo hili, kuthibitisha miujiza ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii. Na mfano wa hadithi hii takuja kuwaonesha, ambao ni mambo ameyazungumza Mtume miaka 1400. Leo wataalamu wamekuja kubaini kuna kanuni yaitwa kanunul wiratha. Kanunul wiratha
kwamba mtoto katika matumbo ya mamake hurithi sifa za kimaumbile, za kimwili, sifa za kiakili, sifa za kinafsi na za kiruhu, sio za babake peke yake, sio za mamake peke yake, na kila mwenye uhusiano na familia ile, na kila mwenye uhusiano na familia zile mbili, mtoto yuwarithi zitu zile, ziwe ni sifa mzuri ama ni sifa mbovu. Tutakuja kuona baadhi ya hadithi Mtume anapomwambia mtu ikhtar fa innal khala ahadu dhaji'ain, hizo hadithi, tagua tone lako la bani utaliweka wapi. Kisha akanena ujue mjomba mashea kitandani. Mtume anena maneno haya miaka 1400. Anena fa innal khala, mjomba, ahadu dhaji'ain, ni mmoja katika wawili mulolala pale kitandani. Yani na yeye pia ana mchango wa sifa zake zenda kwa ule kijana itakachokupatikana ile mimba. Katika hadithi nyingine Mtume amesema ikhtaru linutfikum fa innal irqa dassasun. Ukienda katika sherehe ya zitabu za hadithi kufasiri neno al-irqu dassasun, wafasirije? Wasema yani sifatul ajdadi wal abai tantaqilu ila al abnai wal ahfadi, wafasiri hivyo. Yani sifa za mababu zaweza kwenda kwenye nini? Vijana na wajukuu. Mume Mwarabu mweupe, mke Mwarabu mweupe, amezaliwa kijana mweusi, zita kwenye nyumba. Baba sema ukijana si wangu. Kesi yapekwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad aanza kumuuliza maswali ule mume, ya kuja kugundulika kwamba babu yake alikuwa vile, na sifa yaweza kuruka zizazi kadhaa ikaenda ikapata. So that why Uislamu wakataa msingi wa kufanana au kutofanana kunena mwanangu au si mwanangu. Wakataa Uislamu fikra hizi, kwamba tumwangalie kijana huyu fanana na mimi ama hafanani na mimi. Kiwa hafanani na mimi si wangu, au fanana na mimi wako, aweza kuwa ufanana na wewe si wako, na aweza kuwa hafanani na wewe ni wako. Masala ya kuangalia sura, kwa sababu kijana aweza kutoka na sura za mtu yoyote katika upande wowote wa mume ama wa mke na wazazi wake. Na haya mambo yao yamekuja kuthibitishwa kielimu, siwezi kuyazungumza kwa urefu sana, lakini almarhum الشيخ محمد تقي فلسفي، الشيخ محمد تقي فلسفي ana kitabu juzu mbili akiita at-tiflu baina al-wiratha wat-tarbiya. At-tiflu baina al-wiratha wat-tarbiya, kijana ipi inamuathiri zaidi kijana, ni anayoyarithi ama ni malezi? Ipi na uzito kuhadidi mustakbali wa nani, wa kijana? Ameyazungumza kwa urefu sana masala haya, na amewanukuu madaktari wakubwa na wataalamu wakubwa wanavyoeleza jinsi ya kijana katika matumbo ya mamake na anavyoathirika. So mara nyingine ni lazima ndo nikanena, kabla hujafikiria kumzaa kijana, ufikirie wazazi watakao kumzaa yule kijana. Yaweza kuwa wachangia katika saada yake au wachangia katika shakaa yake.
hakuna asoyua kama tulivyozungumziwa leo Juma ushujaa wa Imam Ali. Hakuna asoyua, umetangaa, hakuna mahala ametaraddad, hakuna mahala imempita katika moyo wake kitu chaitwa hofu. Manake siku kama ilikuwa ya kuchewa, hakuna siku kama siku ya Amru bin Abdiud, siku ya Khandaq. Alikuwa katika wane, Imam Ali alikuwa nazijana kwa wake wengine, moja akiitwa ni Muhammad ibn al-Hanafiya, katika zijana wa Imam Ali, lakini si katika upande wa nana Fatima. Yasemekana katika baadhi ya zita za Imam Ali, ima ni zita za Siffin ama nini, Imam Ali alimpa bendera Muhammad ibn al-Hanafiya. Na zita za kizamani si kama za leo, kwamba yeo komanda huwa uketizie nyuma, jeshi liko mbele, yeo ukezie kwenye chumba. Zita za kizamani komando ndio uko mbele na ndio asonga umando. Kulipotoka oda ya kusonga kidogo, Muhammad ibn al-Hanafiya alitingishika, aliingia kama hofu. Riwaya sema Imam Ali alikuwa kwa nyuma yake, wasema alimsunua kwa mpini wa upanga wake, akamsunua akamwambia, hukurithi kwangu, taka hapa mimi, hukurithi kwangu. Yani yaonekana kuna tatizo pande mwingine, si mimi, kwa sababu sifa ya hofu kwangu hakuna. Sasa baadhi ya ulama washuku hii riwaya kwamba ni sahihi au si sahihi, lakini iko zitabuni. Lakini ikisihi yatuthibitishia hii nadharia tunayoizungumza ya kanunul wiratha. Sasa turudi kwenye hadithi. Ni nini maana ya saada na ni nini maana ya shaqa? Hadithi ni sahihi, yawezekana, lakini ni nani alokuambia kwamba kila likija neno saidi linamaanisha kafiri na kila likija neno shaqi linamaanisha saidi linamaanisha muislamu, shaqi linamaanisha kafiri? Hadithi haijasema kwamba mtoto matumboni huandikiwa kabisa kwamba ni kafiri ama, hadithi haikusema hivyo. Hadithi haijasema kwamba mtoto matumboni huandikiwa kwamba ni asi ama ni mutii, hadithi haijasema hivyo. Hadithi imesema ni shaqiyun am sa'id. Sasa tuna haja twende kwenye maana ya saada kwa kina na maana ya nini ya shaqa. Saada kilugha ni furaha, ni happiness, ndio saada, na kinyume chake ni nini? Ni shaqa. Leo Mungu atulinde na maradhi, mtu akienda hospitali akigunduliwa una matatizo fulani, ima ya moyo ama sukari ama nini, utaona madaktari swala la kwanza wakuuliza, katika familia yenu kuna mtu ameugua sukari? Katika maswali wakuuliza daktari, pande wa babako, pande wa mamako, una wajomba mfano, una nini, ule daktari unajua azungumza nini pale? Azungumza kanunul, kwa sababu kila ukiwa katika familia kuna maradhi fulani yako, ni wepesi zaidi kuwarithisha vijana maradhi yale. That why Uislamu haukukataza, lakini umenasihi watu wa jamaa sana wasioane. Ingawa watu wapenda sana mambo haya, hii masala ya mtu kumuoza mtu mwana wa nduye. Kuna family zapenda kuoana wao kwa wao. Ule ibn ami ni mzuri kwa upande fulani,
hifadhi familia, lakini hatari yake kukiwa kuna zitu ziovu za kimaradhi za kurithi, athari yake inakuwa haraka sana, kwa sababu huwa yagonga pande zote mbili, yagonga zile jinsi za gonga huku na huku, upande wa baba na upande wa mama. Sasa wakati mara nyingine kunapokuwa upande wa baba kuna tatizo, upande wa mama hakuna, au kinyume, ikiwa jinsi za upande hunu zina nguvu, zaweza zikafanya nini? Zikasaidia. Hadithi za Imam Ali asema, zuka ni zuka kutoka matumboni kwa mamake, na mwerevu ni mwerevu kutoka matumboni kwa mamake. Balidi jitu pite, kwa lugha zetu za kizamani, pite. Hata daraja ya akili yachangiwa na kanunul wiratha. Toto kuwa clever, toto kuwa bright, inategemea pia anavorithi kutoka kwa nani? Kwa wazazi wake. Na zote hizi zangia katika saidun au shaqi. Si lazima masala ya kafiri ama nini. Mathalan tu leo mtoto azaliwe katika dunia, akizaliwa amezaliwa ana maradhi ya kurithi kama maradhi makubwa, hoya ana furaha tena katika maisha yake? Ana saada, ataishi katika shaka. Mpaka masala mengine wasema ya kuzaliwa upungufu katika umwili, si upungufu katika akili peke yake. Kijana akatoka kiwete, kijana akatoka ana kadha, yana mchango mkubwa wa kanunul wiratha. Na haya narudi pale ndio alikuwa akiashiria Nabii Allah Nuh aliponena, rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayara. Rabbi, usibakishe katika hii ardhi makafiri wote. Innaka intadharhum, kwa sababu wewe ukiwawata, yudhillu ibadaka, upoteza waja wako, wala yalidu illa fajiran kafara, na wakizaacho ni kiovu kwa shinda wao. Ndio Dr. Suwaidan Mkweti yuko hai, katika wataalamu wakubwa leo wa elimu za nyanja za leadership na management. Ana zitabu kadha wa kadha, ana lectures kadha wa kadha amezitoa, ziko kwenye mitandao, na ni mtu huko bado. Asema yeye akubaliana sana na fikra kwamba kijana anayezaliwa kwenye nyumba ya wanasiasa, kuwa mwanasiasa ni haraka zaidi kuliko mwingine. Kijana anayezaliwa katika nyumba ya wanazuoni, kuwa mwanachuoni ni haraka zaidi kuliko mwingine. Kijana anayezaliwa katika nyumba ya wafanyi biashara, kuwa mfanyaji biashara ni haraka zaidi kuliko mwingine, wa hakadha. Asema kuna zitu ziwili lazima tuzipambanue, na hili tatizo pia liko huku kwetu. Yeye hakubali kwamba kila azaliwao kwenye nyumba ya wanazuoni mwanachuoni kwa mujarrad wa kuzaliwa. Tema maneno atakayafahamike vizuri sana. Si kila azaliwao kwenye nyumba ya wanasiasa mwanasiasa. Si kila azaliwao kwenye nyumba ya wanazuoni nani? Azaliwao kwenye nyumba ya wanasiasa ni haraka zaidi akitaka kuwa nani? Taka hii lugha mimi fahamiki. Yani alqabiliya wal istidad, uandalizi wake ni mwepesi zaidi, juhudi yake ni
bila shaka kwa mambo mingi naweza kukwambia. Kanunul wiratha yafanya kazi, yafanya kazi kanunul wiratha. That why leo ukisoma katika historia kuna buyutat zaitwa, nenda Iraq sasa hivi utasikia hizi ni nyumba za elimu, alul hakim, alus sadr, utakuta babu yao, na ni nyumba zimetawali markazi za elimu karne za miaka Iraki na mpaka leo. Mfano ukizungumza alul hakim, akbaru marja'iyya shi'iyya kabla ya Sayyid al-Khou'i ilikuwa ni al-Hakim, Ayatullah al-Hakim. Nyumba ilikuwa na mujtahidina 11 ndugu wafuatene. Fikiri 9 Saddam aliwaua, wa mwisho alikuwa ni ule Abdullah nani, Said Muhammad, huyu alipigwa bomu yuzi katika markadi ya Imam Ali al-Hakim, ambao Said Ammar al-Hakim sasa hivi raisul majlis al-a'la al-Shi'i, mkubwa wa baraza kubwa la chama cha Kiani. Said Ammar al-Hakim, Said Abdul Aziz al-Hakim. Leo baada ya Sayyid Sistani, shakhsia ya pili, namba ya pili inayofuata Iraki ni nani? Sayyid Muhammad Said al-Hakim. Kuna buyutat, na hivyo kulikuwa kuna buyutat za siasa maarufu ulimwenguni pia, umetawali ulimwengu, ambao zitu kama hizi katika hatari sana. Maneno haya nikinena yakitofahamika, katika zitu zilizovundwa ambazo tutahitaji miaka kuzirudisha, kwa sababu bado hata hatujashtuka kwamba tumezivunda. Maana mpaka tutakapokushtuka kwanza kwamba tumezivunda, kisha tuamue kurudi kufanya nini? Kuzirudisha. Hayo ni safari ndefu. Ni hizi buyutat. Leo angalia amu ilivyokuwa imeketi, ilikuwa kujulikana hawa washishie hili, hawa washishie hili, wale washishie ile. Sitaki kuingia kwenye majina kuzungumza ukabila. Huja lugha zingine zikawa hazieleweki, huja pengine kukatokea wenye kuyatumia makosa, na sisi tuna ile tabia, hatujui siku zote kupiga msasa likiharibika jambo hulivunda lote. Na mimi maneno haya mmenena mara nyingi. Naam, kuna mambo yakafanyika yakatumika vibaya. Mfano leo, ni nani ataweza kusimama kunena huwezi kuzungua, huwezi kumsomea mtu Qur'an? Hakuna. Hata wapingao wamerudi wafanya nini? Wameyaunga, lakini kwa ina lingine. Sisi huyankuwa 6 wao huyankuwa nusu darzeni. Nake sisi kwetu tulikuwa kusema ni hijabuni, wao watakwambia ni ruqya shar'iyya. Ruqya shar'iyya ni hiyo ni zunguo. Mimi usoma Yasini na wewe usoma Yasini. Wewe huyankuwa ruqya shar'iyya, mimi huyankuwa nini? Hijabu. Si zote ziko leo. Hata watu wa bid'a leo katika misikiti kumejengwa ofisi zimeandikwa nini? Ruqya shar'iyya. Sasa hivi ndio kazi kubwa Mombasa. Hasa utakuta tulikuwa tukanena yale wakifanya maalimu wetu, walimu wazuo maskini wakipata riziki zao shilingi 5 na 10, tulikuwa tukayavunda. Utapata wawili watatu huyatumia makosa, wanakwenda Nairobi uhada wanasiasa huwazungua wakiwafanya nini wako. Hakuna koko liso nini? Liso suni, sio? Au liso mbu. Kwa lugha nyingine. Wako wengine wamekuwa hutumia ni utapeli, lakini zile ni zitu zina misingi ya nini? Ya kisheria, na zilikuwa zakidhi haja ya kijamii. Wakati ule
ilikuwa mtu akiona yeye una dhiki za moyo, si maradhi ya kwenda hospitali, alikikimkuwa mwalimu akimfanya nini, akimzungua, ile haja ya kisaikolojia yake ilikifanya nini, ilikikidhiwa. Leo huenda kuzilipa Mombasa kwa ma specialist yale, na specialist ule hata hamuamini Mungu mara nyingine. Fadhali huyu ngao kusomea Qur'ani kamwamini na Mungu akakupumbaza. Specialist hana cha kukupa, hukupumbaza. Specialist ni hata kunenesha, akugundue weakness yako iko wapi, akupumbaze. Ikizidi akupe dawa za hysteria zile za nini, uwe utazubaa kidogo, ulale urelax. Sijui umeelewana vizuri sana. Sasa tulikuja tukabomoa khitima, tukabomoa sijui halbadiri, tukabomoa nini, kila kitu, taibal asma'i, tukawapokonya watu zitu zilikuwa ni silaha ya kinafsi. Hospitali peke yake hayafanyi kazi, sababu kuna maradhi mengine si maradhi ya mwili, ni maradhi ya nini, ya kinafsi. Na mtu huwa hayayamshika mpaka yamshika, utamuona yeye mwenyewe pia huzengea mwenye kunzungua. Sasa kumuona mtu upinga siku zote. Yuzi tukizungumza, sitaki kutaja majina, tukizungumza masala haya, siku moja kumeetwa akbaru alimin fi sharqi Afrika kwa mtu wa kawaida kwa kuzunguliwa. Akbaru alim, la unaweza kumtayaina kiwa tayaina mtastaajabu nyinyi. Ameetwa na yeye ayulikana Pwani nzima na nzima, ndio wazungua watu, ndio watibua watu. Siku hiyo umetibiwa yeye, huzunguliwa yeye. Ala Mwenyezi Mungu asijalie za kuketi mtu kama mtu unena mara ukamwona yeye ushishie foleni kwa mganga, sababu amempata yeye. Sasa nini haja ya kisaikolojia? Kuna mahala mwanadamu katika haya maisha huyo ukapatikana na matatizo, ukaona milango yote imefanya nini, na kila ubishao haufunguki. Pale ndipo waganga hukupata. Usisikie mganga haji kwenye kawaida akakutukua, sharti akupate kwenye timing yake. Akakwambia neno subo likalikangiana, kakutaia mrefu mwembamba yao nini, na wewe ukipiga taswiri ni vile vile shekhe, ukaingia tele. Wala yuflihu sahiru haithu ata. Na Mwenyezi Mungu amekwambia mganga siku zote hawezi kufaulu. Hizi tuliziwapokonya watu, hatukureplace, hatukureplace, hatukuweka badili, kuwa na alternative. Bakaja wanaume wakafanya nini? Alikuja Bob Marley, akaja Michael Jackson, waka replace. Kwa sababu katika dunia hakuna gap. Huwezi kuwa tawazi. Ukiwa tawazi kutajazwa na mtu mwingine. Kwa hivyo fanya bidii ujaze chako. Ukiondoka kutaketi mwingine. Ardhi mathalan, leo ardhi zetu haitoshi kuzipokonya watu tukazishika tukaziweka. Zikiwa tawazi jamaa watafanya nini? Watazijaza. Sharti tuende wenyewe tukafanya nini? Tukazijaze. Hakuna faraghi itabaki. Sasa watu walikuwa vijana wakifundishwa kasida, wakiimba, wakimsifu mtumi, zaamuni imba takapokuimba, wahibu laila wa kadha, sijui kadha, tukawaambia zote ni haramu, zote ni bid'a, sawa zote ni bid'a, ondosha. Badali yake waimbe nini? Zamani alikuwa ukiwauliza watu wazima katika mia amu wakitembea, wakipita kwenye majumba alfajiri, ukipita pale usoma Ratibul Haddadi, pale ni Taibal Asma'i, pale ni Nabahani, wasikia sauti hizi wewe. Leo ni buzi, ni buzi, na maneno hayana kitu, hayana. Na hivyo basi mambo mingi ambao kuna siku pengine tukipata fursa kuzungumza mambo kama haya. Mathalan leo kulikuwa kujulikana Lamu familia fulani zishishie elimu ya dini. Hao sura atakaokuwa watarithisha jana zao tarithisha jana zao. Bako walokuwa wakayatumia mambo yale makosa.
lakini kudestroy hichi kitu, kwa sababu wengine wote si wa kweli, hawataki kuisoma dini. Ila mmoja uangalia ulimwengu na vipi atapata shahada kubwa ya kupata kazi. Dini huya kuipandia kwa yutu, wakati tukisha kufaulu tunataka kuitumia. Amehifadhi aya 2-3 kawa shekhe naye hutoa darasa, mchameni wa Supkem, mchameni sijui wa Nupkem, mchameni sijui wa Bibkem, zikaenda na hiyo. Lakini hadithi huisoma kinyume nyume. Kabisa. Mambo yako wazi. Leo utasikia watu kukwambia, wewe umetoka kupinga kadhaa ustadhi, wewe wayua mambo haya, wewe alikuweka shekhe, wewe wayua kusoma hadithi kufasiri, kuoza makosa pala pa madhi usoma mudhari, harusi kadhaa wafunga akdi makosa. Hapana tu haya, si khidima hizi, wala si sauti nzuri, wala si kusoma kwa mahadhi ilmu kwamba kila mtu mwenye sauti nzuri mwanachuoni. Abdul Basit una sauti nzuri, ni qari, si mwanachuoni, ni qari al-Quran, ni kama Muhammad Rafi Sheikh na lata kila mahala wako. Haimaanishi mtu ana sauti nzuri usoma uzuri mwanachuoni. Mwanachuoni ni shay'un na sauti nzuri ni shay'un akhar, la. Hasa tumekuja tumezivunda. Yuzi mpambana na mwanasiasa mmoja, sitaki kumtaja, katika hapa simama, anambia maneno, kamwambia wallahi sijui hayo maneno yanenda kutoka kwenye roho yako ama vile unipigia debe la kampeni ndio unaniambia maneno haya. Rafiki yangu na yeye katika watu itikadi zake ni za kupinga haya nne nayo, pinga maulidi, upinga kila kitu. Yeye anambia mimi, anambia nyinyi, yani kituambia sisi masharifu, anambia nyinyi mulifanya kazi kubwa, lakini sisi tulikuja tukashindwa kuifahamu. Bismillah, mheshimiwa unani umepigia debe, umeniidia kwa kishipa cha usharifu, sasa wataka kura. Ala kulli hal, anambia kweli, anambia kwani nyinyi mkipekwa university yoyote mabongo mulonao mlikuwa hamwezi kuwa maengineer na madaktari? Si mapunde, tumezaliwa na akili, tuko bright Mathala leo mimi nikizungumza mzee wangu alikuwa na vijana 11, angekuwa mmoja wakili, mmoja ni daktari, mmoja ni engineer, mmoja ni kadhaa, kwani alishindwa? Bright vijana, fakhri ya vijana kwani asiwapeke ma university? Hela kweli kama mtu ana ghera ya dini ajaribu kufanya mambo haya. Kama mtu ataka kuchallenge ala aamue vijana zake hawapeki kusoma skuli, yeye atawapeka kusoma nini? Dini tu. Iko familia yaweza kusacrifice na mambo kama haya? Si masala ya koi wewe wa sacrifice na mustakbali wa vijana zako, wangoja kungoja mtu atoe sadaka waishi. Hakuna mahala kwamba atakwenda kuapply kazi. Ni wakati msikitini akitarazaki na wapanga kizazi chako chote hivyo. Yanaweza kuna watu but simple kizi barazani kwambia amba kwa wao, nani alikuzibia wewe kuingia usiwe wao kwa wao? Si wao kwa wao. Wewe kila ukipanga mano humpangia ya siku, humpangia kisha ukazia hunena mbao kwa wao. Nani alikuya akafunga kanena sia family hii ni ya family hii? Kwani hapa kulikuwa kuna maulamai amu, kuna familia huyo Habib Swaleh amekuya amu kusoma, hakuya kusomesha. Ameitwa amu ana miaka 18, amekuya amesoma hapa. Mwenye Badawi amesomeshwa amu, na zigogo za kisawa sawa walikuwepo amu katika familia tofauti kila upande. Utakuta leo ni familia ngapi zimekatika, hakuna tena wanazuoni kwa
kina Sheikh Muhammad bin Ali al-Muawi, fakhrul adab waqi'an. Leo ukaketu ukazisoma kasida za Sheikh Muhammad bin Ali al-Muawi, ule ufasaha wa lugha ya Kiarabu alokuwa nao na ile standard ya lugha alokuwa akiitumia ya kutunga mashairi, wewe utafikiri unasoma Azhar. Ndio hapa hapo zile kasida tele muzisoma za fungo sita, zile nyingi ni yeye. Bismillahi maulana ibtadaina wa nahmaduhu ala ni'amahu fina, zote zile ni Sheikh Muhammad. Zile wabni alwi sayyidi Saleh, zote ni Sheikh Muhammad bin Ali, Sheikh Muhammad bin Fadil, kina Arudaini, kina Jumaani katika mashekhe zake wa babangu mmoja zosoma kwao Jumaani Sheikh Salim. Kwa wanazuoni hapo, na walikuwa daraja kubwa kuendelea, kwa sababu kulipoingia mpapariko wa dunia, kila mtu aliona kufaulu katika maisha kuwekelea kwenye nini? Kwenye dunia. Tatwai mimi ninena siku moja, kama itafanywa leo Mungu amekuruzuku vijana 4 5, kama unavomwekeza mmoja huku na mmoja kule na mmoja kule, mwekeze na mmoja kwenye nini? Kwenye dini. Na leo alhamdulillah Sudani kumefunguka, Masri kumefunguka, Yaman, kila mahali watu watasoma. Lakini haya ni mambo yataka nini? Turudi kwenye mada yetu. Kwa hivyo familia ikiwa ina jambo, ni rahisi sana kulirithisha na kuliendeleza jambo hilo. Na hapa ndipo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja kutahadharisha. Sasa sikiza hatari, si tu sifa za kurithi, si tu sifa za kurithi. Mimba ishatukuliwa sasa, iko ndani ya matumbo, kuna mambo kadha wa kadha yaweza kumuathiri ule kijana, angasalimika upande wa kurithi, bado uko kwenye hatari. Onkanena kijana haandi kuyewa akisha kuzaliwa. Kijana Kiislamu atakaangaliwe tangu hutukuliwa mimba. Hadithi kadha wa kadha zimekuja kutuonesha sisi uraibu mathala, especially kwa mama wa muathiri kiasi kikubwa kijana. Khamri, tembo, kitu chochote kinachoitwa ulevi kina athari kubwa kwa kijana, kwa sababu mtaka mfahamu ule kijana, ile tone la manii lilongia likatengeneza ule kijana, ito halioni, ni toto sana. Sharti uangalie kwa nini? Kwa chombo. Sasa ikiwa kitu kimeingia ndani ya matumbo kama nta ya nini? Ya sindano, kesho umetoka mwana kama huyu, ule mwili utoka wapi? Tutaka jiulize. Kilo ingia pale ni karibu nta ya sindano, kumetoka kilo ngapi? 2 3 au akali au akthar. Yatoka wapi? Ni ule mwili wa mama waingia pale. Yule kijana ala kutoka kwa mama, kile anachokila kutoka kwa mama ndio abildi, ajenga mwili wake. So kwa hivyo kilioko katika damu kinachotembea katika mwili wa mama chaingia katika mwili wa nani? Wa kijana. Sijui mmenielewa vizuri sana. Leo ikiwa niwape tu kiswa kimoja waqiia hiki. Mzee wetu Mwenyezi Mungu amhifadhi, maarufu Haji Abu Faisal, huyu hapa kila wakati, na kipindi alipatikana na matatizo ya koa. Toleje kiswa yeye mwenyewe. Zamani alikuwa akivuta sigara, sasa amewata. Asema amekwenda hospitali, ametibiwa, amfanywa operation ya koo,
akimaliza katika barua alopoa na daktari na nasaha, ule daktari amwambia vata kuvuta sigara. Anamwambia mimi sivuti sigara. Kama hapo unaambia vata kuvuta sigara, mimi hata sigara miaka 10 iliyopita. Anaambia vata kuvuta sigara. Amwambia mimi sivuti sigara. Amwambia la, damu yako yaonesha kuna nicotine, wewe wavuta sigara. Amwambia mimi sivuti. Amwambia ulikivuta? Akamwambia naam likivuta, kikokota sawa, maana yake sikuvuta. Amwambia ya basi itatukua miaka mpaka kumalizika kutoka katika damu yako. Ndipo pale watu wanenapo, kuna hadithi pia nyingine nena kwamba sijui mtu akinwa tembo Mwenyezi Mungu hamkubali swala zake miaka 40. Watu wengine pia huifahamu makosa hili. Sasa mtu kwambia basi mimi ikiwa kuna tembo na mmeamua kutubia, ina maana gani swali tangoje miaka 40? Maana yake hata nikwa swali la si namna hiyo. Moja katika maana ni hii kwamba leo wewe mtu aweza kutumia uraibu ukaingia ndani ya damu yake, ya akaona akiamua kuwata amefanya nini? Amewata. Lakini yaweza kula miaka damu yako bado yatembea na steam, bado ile damu yatembea na zile steam za ule uraibu. Sasa hizi ni zitu pia za muathiri kijana, paka aina ya zakula. Sheikh, kama sitaki kubadilisha darasa kuwa darasa la upishi wala la nini hili, lakini lao unawasomea baadhi ya riwaya na wanasihi watu waende wakisome hichi kitabu nilichokinena At-Tiflu Bainal Wiratha wa Tarbiya, Sheikh Muhammad Taqi Falsafi amezieta hadithi paka baadhi ya zakula ambazo atakikana ale mama zaidi akiwa na mimba, na zakula ambazo atakikana asile hata kama ni za halali zina athari. Mwisho nataka kumaliza wakati wangu, kushtuka ni hatari kwa mwanamke mwenye mimba. Kumshtua ama kupata jambo la laweza kusababisha kuteguka bongo la kijana, si yule mama, likamtoa timing brain kijana matumboni. Angalia ile relation iliyoko baina ya bongo la nani, la mama, na bongo la kijana aliyoko matumboni. Wasema mara nyingine aza kutoka ile kijana ukamwona ni mtu wa kuzubazuba, bumbuazi, yaweza kuwa ni athari za mshtuko wa nani, wa mamake. Yaweza kuziona ni zitu zidogo sana. Haya ni mafupi nimependa kuyazungumza kuhusu mimba na jinsi ya Uislamu unavyotaka uilinde ile mimba, uitagulie mazingira ili tuende katika nukta nyingine. Mwenyezi Mungu akitujalia uzima na uhai. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin.